Welcome to Let's Talk ndani ya STV Kenya. Kama K kama kawa nite presenter sawa. Na leo topic leo ni moto sana, ambao tunasema where parents fail. Basically nitakuwa na meja upande wa girl child pale, maana utafiti unaonyesha kuwa girl child ndo anasuffer. Anasuffer most ikikuja upande wa relationship. So unapata in this situation like mzazi anakuforce wewe kama girl child uolewe na msee fulani juu ametoka family fulani, enye hiyo family maybe ni family friend na hiyo familia yenu, ama kuna ile relationship wameweka, wanasema sijui background nini, wanaangalia background ya hiyo familia na yao ni kazi iko same kitu kama hiyo, unaona. So wewe girl child pale umekuja na mtu wako pale hivi, unaambia father, huyu ndio msee nimemleta na nampenda na dai kumove on na yeye, kujenga life na yeye. But unapata wazazi wako pale wanakuambia zizi, yani wewe hakuna venye unaweza olewa na huyu msee, hakuna venye msee anaweza kukumari, kwa sababu kitu ya kwanza familia yao na yenu hakuna venye zinapatana, unapata. So zile pressure yenye pale mzazi anakupatia pale nyumbani, ile mistake mzazi anafanya pale ni kukuforce, yani lazima wewe uolewe na mtu mwenye wao ametafuta, mwenye wao anasema huyu ndio sasa anaendanisha na familia yetu, background yao na yetu iko same, iko karibu kufanana na yetu. So unapata wewe kama girl child pale hivi juu hakuna kenye unaweza fanya, umeforciwa ingia kwa hii relationship yenye kitu ya kwanza haupendi msee. So unapata hata kama mmeenda kuget married hakuna love pale, alafu msee atakuwa na kufanyia kitu, maybe tuseme atakuwa na kupiga na kufanyia nini, utumadharau nini, juu hakuna kitu unaweza fanya juu ni wazazi wako walisema muoane, na kuna kenye unaweza fanya wewe kama girl child, hakuna kitu yenye unaweza fanya. Hiyo ndio most tunaita umeingia kwa toxic relationship, si eti juu unataka, juu parents wako ndio wamesababisha, unaona, amekulazimisha umeolewa na msee mwenye uko unamdai, so msee amechukua advantage. So ndamtesa girl child juu hakuna venye hakuna kenye anaweza fanya juu parents wake ndio wali agree to hii ndoa happen, unaona. Unapata most of these girls wanapoteza maisha yao kwa sababu gani? Unapata kwa sababu wameingia into this toxic relationship, boy child anatesa girl child, hadi girl child anapatwa depression nini, kidogo tumesikia ndio girl child amecommit suicide nini. Girl child kila siku ana complain, anaambia mzazi huyu jamaa ananitesa, ananifanya hivi, yani mzazi anakuambia vumilia, ndio inakuanga hivyo. Na kitu ya kwanza unasaa wewe kama parent uliforce huyu mtoto wako aolewe na huyu mtu ambaye hakukuwa anapenda, unaona. So mimi nasema vitu zingine ni parents pia wanachangia. So sasa ile utaona sasa unaletewa mtoto wako kama amededi, ndio unaanza kusema I wish you knew. Inakuwa too late juu yenye ishafanyika. So mistake kama hizo parents inafaa mchoree manze, kwa sababu kama ugalicha ndapendi huyu jamaa, kwa nini mforsa aolewe na msee mwenye apendi? Tulitoka hizo enzi za kuforce ama kuchagulia msee partner wake, tunamwambia wewe lazima uolewe na hivi. Huyo sasa ni mtu amekuwa anajua what she wants in life manze, unaona. Anajua ile choice amemake ni amechagua. Na kitu muhimu inakuaga ni peace of mind. Wewe kama parents wewe unajali mtoi wako kama atakuwa na peace of mind. Do you mind your well-being of your girl child, Unasema huyu mtoi nikimpatia na kwa msee atakuwa happy ama atakuwa sad, vitu kama hizo. Si unataka kenye wewe na kufurahisha ndio ufanye mtoto wako. What about yeye kenye namfurahisha ni gani?
Huyo si mkido. Mtu ako na 18 years and above, mtu mwenye amefikiria kuolewa ama kuoa, ni mtu mwenye ako na common sense, anajua nini anataka in life. So my parents pale nje, tuache hiyo ufala ya kuforce madema ati waolewe na jamaa fulani nini. Ndio unapata una cause early deaths kwa hawa watoto wenu juu ulimforce akaingia kwa relationship yako anataka. Unapata mtoto wako anateseka juu wewe ulimforce aingie kwa hiyo relationship. Sikiza mtoi wako. Akikwambia huyu mtu ndio napenda. Na kitu ya kwanza marriage, ukiingia kwa marriage lazima love ikuwe involved. Sasa kama hakuna venye anapenda huyu mtu, wataenda kuishi aje? So vitu zingine mnafaa muangalie kama parents na muavoid hizi issue ndogo ambayo mnasema I wish I knew. So what's your thoughts or opinion on this? Sema nami kupitia nambari yangu ya simu 0702805639. You can call, SMS or WhatsApp. Let's talk right here on STV Kenya. I'll be back after the break. Kitengela is growing quickly and expanding with an influx of lovely gated communities and businesses, thanks to the availability of affordable lands. That's why Letash World Real Estate brings you Kitengela Plains 2. Only 10 minutes from Kitengela town, with good access roads, fitted with water and electricity within proximity. For a cash offer of 1.49 million Kenyan shillings, or an installment plan of 1.6 million, you get a 50 by 100 prime plot just 500 meters from the Nairobi-Namanga Highway. For free site visits, contact us at 0740 5250 58 or visit our offices at Spamol, Riru, 3rd floor, Suite T12. At Letash World Real Estate, we move boldly, just like you.